Unajua culture mahali iko saa hii watu wengi wameruka pande nyingine. Kwa mfano, unaona culture kama Wajaluo. Kitambo Wajaluo wako wanatahiri, walikuwa wanangoa jino. Kitu ya kwanza, kitambo wa Masai walikuwa na katwa masikio, lakini sasa wanatairiwa. Hello guys, welcome to Vic TV. Na before tuende mbali watu wangu, niko na request, na hii request nawaambianga kila wakati, tafadhali like, share na usubscribe. Na pia kuna comment, eka tu hapo hivyo. Na unajua kuna namba hapo nimeweka kwa screen mahali. Kama uko na issue unaweza nipigia, tuongee 1 2 3, tuone venye tutasaidiana. So leo venye mnaweza ona niko JKA, direct unaweza mlikia waone tuko JKA. Na sijakuja hapa JKA kwa starehe ama nini. Kuna jamaa ameniita hapa hivi akaniambia Viki, nataka JKA, niko na shughuli 2 3 nataka tufanye. So ilibidi hata mimi nifanye kama mimi nikuje mbio na crew yangu hapa hivi tujue jamaa hapa hivi anataka aje. Ataeleza jina yake ni nani na atuambie ni kwa nini tuko hapa hivi leo. So bro, nataka uambie wase jina yako na ni kwa nini tuko hapa leo. Aje bro? Poa sana. Kofiti. Unaitwa nani bro? Naitwa Dan. So Dan ulinitafuta ukaniambia Viki nataka ukuje airport tufanye 1 2. Ndio mimi nimefika. Niambie Dan. Nimekutafuta sana. Sikuwa nakupata, lakini siku nzuri kama hii nimekupata. Na niliona channel zako, mambo yenye unafanya kwa social media iko sawa. Kasema ukikuja at least tuangalie tutafanyaje. Siku kama ya leo ni siku ya muhimu sana kwetu. Ni kweli. Yeah. So Dan, ukinipigia simu mimi nilikuwa najua unakuja peke yako. Sasa kufika hapa bro naona hauko peke yako. Sasa unaweza niambia unani? Huyu ni sister in law wangu. Oh, sister in law? Yeah, mdogo. Mdogo. Yeah. Naweza ngana mambo? Poa sana. Unaitwa? Naitwa Rose. Yeah. Rose. Dan. Mimi sister ke Steph. Sister ke? Steph. Steph ni nani? Steph ni dadangu. So baba. Yes. Nataka unieleze. Umenitafuta? Simu yangu karibu ulipue bana. Simu unapiga simu bwana. Lazima ningepiga simu sababu niliona channel yako, nikaona vitu zenye unafanya ni nzuri. So ilibidi nikutafute kwa hiyo occasion bwana. Hiyo occasion ni kubwa sana. Nashukuru. Yeah. Na the main reason ni gani bro? Okay, nina mke wangu ameingia leo. So namkaribisha nyumbani. Tumekaa for some time akiwa nje. Umesema mke wako unamkaribisha? Namkaribisha. Unamkaribisha kutoka wapi? Alikuwa na Maju. Yeah, Dubai. Dubai. Yeah. Dubai amekaa miaka ngapi? 3 years. 3 years. Yeah. Hiyo ni poa. Na okay, endelea. Okay. Amekaa kwa hiyo muda, that is why na tuko na mtoto. So nipoza tukakuja na dada yake tunakaa naye. Yeye ndiye anachunga mtoto. So mnaishi na dada yake, na so dada yake ndiye anakusaidia kuchunga mtoto ama? Dada yake ndiye ananisaidia kuchunga mtoto. Angechukua mtu mwingine. Yeah. So umesema amekaa for 3 years huko nje. Communication imekuwaje akiwa Dubai? Communication imekuwa nzuri. Imekuwa nzuri kabisa. Tulikuwa tunaongea. Lakini wakati wa kazini lazima tutenge muda kila mtu. So lazima tupatiane nafasi. Pia yeye afanye kazi, pia mimi nifanye shughuli za kwangu huko nyumbani. At least ikifika saa fulani ndio tutaongea. Rosie, hata umekokeongea na sisi? Nilikuwa nimeongea na yeye, huwa tunabonga. Na unajua nimemiss sana. Hata umemiss? Kabisa, na ngoja hata nimuone at least nikuwe fit, unaona? So unajua ile bond ya my sisters wenye yuko. Najua. I miss her so much. So communication haijakuanga mbaya? Communication yake ni nzuri. Tumeongea all that through. Tutakuwa na shida. Yeah. Na so imekuaje, naweza uliza tu kidogo tu. Mtoi kuko bila mamake yote, mmesema ni mtoto ama ni katoto tu? Mtoto anatoshanaje? Ni mtoto ako na 6 years hai.
Wako na siku ni mtu umezaa kitambo? Ni mtu tumekaa naye. Ni mtoto. Hiyo ni poa. So mtoto amekuaje venye mamake hayuko nini? Life imekuaje na mtoi sasa? Okay, life imekuwa up and down. Unajua kama mtoto mamake hayuko, mtoto pia huwa anafeel amemkosa mamake. Lakini ndiposa akalete dadake. Alete dadake sababu dadake atamfunza kulingana na maadili ya nyumbani. Na alafu dadake ni mdogo. So Rosie, mtoi amekuzoea sasa hii? Amenizoea kabisa. Si hata hakuna kenye huwa hataki, like anataka kila kitu nimfanyie. Ndio, alafu pia na perform pia duty nyingine ya bwanake, like my brother-in-law. So lazima nimprovide, like nampikia, nawafulia wote. Kila kitu mimi nafanya. Mbona nisifanye? So, kila kitu, unajua kila kitu inaweza kuwa kuna vitu zingine pia ndani hiyo kila kitu. Mimi hufanya zote. Bro, unasikia nasema anafanya kila kitu. Okay. Anafanya kazi yenye inastahili afanye. Kama dadake. Na anajua responsibilities yenye zilimleta hapo. Na pia anatusaidia kama familia. Na sasa hizo miaka ni mingi venye tumesema. Umesema 3 years. 3 years ni mingi. Umekuwa ukikopa aje baba? 3 years si mingi sana. 3 years okay, kulingana na inategemea venye wewe unaichukulia. Kimwili sasa, kimwili. Kimwili sina noma. Kimwili tunakaa tu vizuri. Hatuna mambo mingi na mwili. Chenye cha muhimu hapa ni kwenda kutafuta. At least tupate kitu at the end of the day. So hakuna at some point yenye Rosie huyu jamaa shakwambia nasikia mwili umechemka, si ufanye mambo? Mbona nifanye? First of all, mimi namrespect. Na nijirespect mimi mwenyewe. Secondly, I mean thirdly, niko na boyfriend na tunapendana sana. So hakuna vile naweza fanya mambo zenye hazifai, unaona? So acha ikae hivyo. Mimi na respect wote. Una respect? I do respect. So hakuna chochote hapa. Chenye kiko hapa, huyu ni mdodo alikuja akiwa mdogo, pia tumemguza kama shemeji in law. Na mnaishi pamoja? Tunaishi pamoja. Kwa nini tusiishi pamoja baba? Watu wangu mtaniambia hii mimi kama ni mimi lakini ni sawa. Na Rosie uko na boyfriend? Uko na boyfriend? Na anajua unaishi na mtu kwa nyumba? Na hata anasema atanioa. Alisema atakuoa? Atanioa. Na unaishi na mtu kwa nyumba? Aje shuku anything? Mbona ashuku? Huwa anani trust kabisa. Mbona anishuku? Totally. Kabisa 100%. Bro, acha turudi kwa story yako ya bibi. Najua nime-deviate kidogo. Acha nirudi kwa story yako ya wife. Umesema wife anakam. Una feel aje? Na feel good. Nasikia vizuri sasa ameingia. Unaona hiyo smile? Kabisa. Sina neno na yeye. Mimi nangoja kumuona. Hapa hivi. Rosie una feel aje? I'm so happy and extra excited to meet. Ni long time. Na wife akiwa huko juu alikuwa na maybe kwa sababu najuanga most of the people wako nje za nje, kuna support wanapeananga huku nje maybe kidogo nini. Wewe kwako imekuaje? Imekuwa nzuri, alikuwa anatusupport, anatueleza tufanye aje, namwambia hii ndio inastahili kufanywa, na kuna kitu tunastahili kufanya hapa kama nyumbani. Alikuwa ana participate. So pesa imekuwa kitiririka? Alikuwa analeta. Analeta. Na Rosie, kuna financial support yenye sisi amekuwa kukupea hiyo time yote? Kama for example, alikuwa ananiprovide clothing, going out with the child. Vitu kama tu hizo. Na pia ile love most, like for example, anaweza toa mtoto tuende kama town to spend a day, kama tu hizo pics, just for memories. So financially amesimama na nyinyi hizo miaka zote? Amesimama na sisi. Na since umesema ni bibi yako, uko excited, bro. Ushapeleka mahari bro? Nishapeleka mahari. Nishapeleka mahari. Wewe sikaa na mtu kama uchapeleka mahari na uko na mtoto wake. Hiyo ni poa. At least naona hapo ni mwanaume. Inabidi na hiyo ndio culture yenye tuko nayo. Wazazi wamekuza huyu msichana, wakamlea wakafika mahali wamefika. Kwa nini mimi nisijitoe kama mimi? Hiyo ni kitu kubwa. Hiyo
hiyo ni kitu big hiyo. Sasa unasema mahari ulipeleka ng'ombe ngapi bro, ama ulipeleka moja? Nilipeleka zenye tuliagree na familia. Nilipeleka zenye tuliagree na familia na familia iko sawa sana na mimi. Familia haina matatizo na mimi, tushamalizana. Na wao wananiheshimu na mimi nawaheshimu kama wazazi. Rozi sana ndio kweli? Alipeleka? Kabisa, mbona sipeleke na napenda dadangu. Anapenda dadangu. Kabisa, anapenda, wanapendana. Na since naona wenyewe, unaonekana wewe ni msee unapenda utamaduni, unafuata hizo vitu zote. Nasifuata zote ndugu yangu. Hizo lazima tufuate nazo. Unaamini lazima ng'ombe ipelekwe? Lazima ng'ombe ipelekwe, lazima vitu zenye zinastahili zipelekwe kulingana na agreement ya familia. Alafu hii culture yetu, unajua culture mahali iko, saa hii watu wengi wameruka pande nyingine. Na sisi hatutaki hiyo maneno. Kama upande wangu boma langu, lazima niliweke kwenye njia yenye inastahili. Hiyo culture tusitoke, tuwe hapo kwa sababu nini? Tuko na heshima na kuna vitu zenye zinastahili kufanyika na lazima tusifanye kama familia. So kuna tabia zingine zimekuja za kigeni gani hizo bro, zenye watu wanajaribu kutuletea, lakini sisi mimi hizo si kwangu. Vitu kama gani? Okay, unakuta msichana hata kupika ajui. Kupika ajui? Kupika ajui kabisa. Rozo unajua kupika? Kabisa. Na kupikia hadi unalamba vidole. Mwingine ajui kuvua nguo. Kucha zitaharibika. Vitu nyingi sana zitaharibika. Na hiyo maneno mimi naona hiyo lazima nayo tuongelee tu bado. Unaweza niguzie niambie ni nini hiyo culture? Culture kuna ile chakula ya kienyeji. Hiyo tumeacha. Sasa saa hii tunaenda tunasimama mahali tunakula kuku zingine zinasunguka tujui zimekaa siku ngapi. Vitu kama hizo ndugu yangu inastahili tuangalie tufanye tuone tutafanya aje. Familia yangu lazima ikae nyoke. Na kwa hiyo laini sitatoka mimi. Kwa hiyo laini niko. Na unaona upande wa tuseme fashion. Fashion imekuja imeharibu watoto. Unakuta watoto wanakaa na mtoto wa mtu hata kuoleka, ameoleka lakini hajalipiwa mahari. Unakaa na mtoto wa mtu unapata hakuna chochote chenye anajua. Na amesoma amemaliza tukatai. Ako na pesa tukatai. Lakini sasa hii mambo mengine naye atafanywa na nani? So si mi personally naona vitu zingine kwa sababu nikiangalia mambo na culture si zote zinafaa kufuatwa. Si zote zingine zimeona ni kama zimepitwa na wakati. Personally wacha nikuulize Mr. Vicky, lazima sifuatwe. Kwa nini niseme hivyo? Wewe unaonaje mwanamke akikuja anakuja kukusafu alafu anainama ndio sasa akusafu? Iko sawa, naweza tamani kitu kama hiyo hata mimi. Hiyo ndio sasa tunafuata hiyo. Hatuna mambo mengine hapo. So umesema kuinama chini. Hiyo ni kitu. Una kneel down alafu una serve. Na Rozi, wewe hizi story ati za kuinama chini unaweza? Na by the way siku hizo wanawake wengi wa respect na bwana zao. Na wanafaa unampia kwanza hiyo kuinama, hiyo ni ya muhimu sana. Unafaa unainama, una kneel down na pia mume wako chakula. Vile inafaa. So ukiserve ndio mapenzi endelee kuwa mingi. Unapikianga boyfriend? Umeniambia kuna boyfriend. Unampikianga? Mimi humpikia. Unainama? Mimi huinama. Naona mbona nisiiname? Na nampenda na ananipenda. Umesikia Rozi hapa kama mnaongea mko on the same page? Anajua chenye napenda. Anajua venye familia yangu nimeiseti. Venye naitaka ikae. Kwa mfano, unaona culture kama Wajaluo kuna vitu zenye walikuwa wanafanya kitambo lakini sasa hawafanyi. Na kama nini hiyo? Okay, kitambo Wajaluo wako wanatahiri. Yes, walikuwa wanangoa jino. Na imefika wakati sasa wakaruka pande nyingine pia wanafanya vitu zingine tofauti. Unapata kama Wamasai wameacha chakula mila ya kwao. Sasa hii wanaingia kwa mila nyingine. Unapata mtoto vyakula senye anatengeneza na venye anakaa ni tofauti kabisa na mila yao. So unashindwa huyu mtoto ni upande gani? Na unapata familia kama Waluya ni watu wenye wamejitoa sana katika hali ya mila. Hii mila yao lazima iendelee. Na mimi ndio nitaendeleza hii. Sababu mimi sioni kitu kingine kama sio hiyo. Umesema wewe ni mila na ni mila. Mimi ni mila na ni mila. Na sitoki hapo. Mimi naweza kuuliza wewe nyumbani. Nyumbani kwenye ushago. Pia wanafuata mila, wako strong na mila venyewe pia unaifuata hivyo?
wako strong. Wako strong, ni venye tu wachache wenye wachaelewa chenye wanafuata ndio wanajaribu kujifunza. Lakini mimi nimeamua nitawafunza, sababu mimi nilifunzwa. Nikifunzwa lazima nifunze ule mwingine, lazima nifunze ule mwingine. Na Rosie, umesikia nani hapa anasema juu ya culture, wewe unazifuata? Nazifuata. Kabisa. So umesema wewe hata kama wewe boyfriend wako inafaa kuamini ni mtu anafuata hizo culture pia? Anazifuata. Kwa sababu kitu ya kwanza kitambo wa Masai walikuwa nakatwa masikio, lakini sasa wanatairiwa. Na bro, naona since umeishi na huyu naona kitu unaongea ndio pia anaongea. Unaona kitu kama kwa mfano kutairi. Hiyo kutairi lazima watu watairiwe. Unapata wa Masai walikuwa wanakatwa masikio. Sasa hivi wanatairiwa. Na hiyo ni afya pia. Kwa mtu. Unapata Waluya pia wanatairi. Na kitaa sasa hii wameachana na hiyo vitu, wanaenda pande nyingine. Sasa mimi nawaambia hivi, wasiache. Hiyo ndio njia. Halafu watu ama watoto kuna venye wanafunzwa heshima ya kukaa na watu wazima, ya kukaa na watoto, ya kukaa na wamama na vijana wote. Na hiyo mambo ya kutairi bro, kutairi, so hii kutairi wanawake ama wanaume? Wanaume kwa wanawake. But personally mimi kama Victor siwezi naona hizo vitu zimepitwa na wakati. Kutairi mwanamke bana sahi si kitu inafanyika na si right. Unajua hata serikali kwa against watu kutairiwa ni lazima. Wanaume hata wanawake. Rosie, una support vitu kama hizi? Wacha tu watairiwe. Wacha watu watairiwe. Hivyo ndio inafaa. So usipotairiwa unafuata aje mila ya mzee? Sio ni kumwonyesha utaki mambo yake, kama utaki kutairiwa. So unapaswa utii. So unaweza pitia vitu kama hizo trade sababu ya mwanaume? Mbona nisipitie? Hasi. Bro, unasema ati mwanamke lazima atairiwe. So inamaanisha wewe huyo bibi yako mwenye ako huko amefanya hiyo mambo, wacha kuje tuongelee hiyo mambo hapa sasa. Hiyo tunamaliza hiyo. Niambie tu wewe, usiwe na wasiwasi. Akikuja yeye mwenyewe atakueleza. Mimi namngoja kabisa. Hiyo ni serious director. Hiyo nilifanya nikasema hapana, wacha nikuite ndugu yangu tutengeneze hii maneno. At least yeye pia aone bwanangu kweli ananijali.